Sasa sisi tunangojeanga tu one ripoti ya daktari. Nimekuwa nikijaribu kuuliza story ya kuona, pia kuona onangi hizo YouTube ya kukura na tube, hiyo oxygen. Wakaniambia ndio sasa sisi tumefanywa surgery 7, tulikuwa tunaenda ya 8 hii mwezi. Then nikaambiwa niachane nayo kwanza, ningoje TikTok wakuja watuchangie. Then juu mtoto anaweza kuna possibility ya kuenda India, haende afanywe zote huko non India, shida ikifanywa hiyo nyingine na huko. After that video aliambiwa yeye alisema kama mtoto amepata hizo shinda, hizo ni mashinda za kwetu nyumbani. Saidi ya kwa wananga watoto wenye ni walemavu. Yeah. Mtazamaji wa Kikuyu Star TV, siku ya leo tuko hapa katika mpaka wa Embu na Kirinyaga na tumetembelea Mama Gift, yule ambaye mmesikia atatembelewa na Gen Z pamoja na TikTokers pamoja na Bishop Ben. So tumesema tukuje tusikie story yake. Ndio wewe mwenye uko hapo maybe uko umemsikia ama unasikiaga tu Mama Gift, hujaijua mbona walisema wanataka kumtembelea. Tunataka tusikie story yake, the reason yenye ilifika hadi atatembelewa na Gen Z na TikTokers ili aweze kusaidiwa. Kwa hivyo na ningekuomba kuna hii namba ambayo iko hapa hivi, tutaweka namba yake, kile kidogo ambacho uko nacho ndo tunakuomba uweze kuwa ukimsaidia. Ndio tunasema shida si ya mtu mmoja, tunasemaga kile kidogo ambacho uko nacho ndio unaweza kusaidia mtu nayo. So wacha tusikize story ya Mama Gift na ilifika aje hadi TikTokers na Gen Z wakaamua watakuja kumsaidia siku ya Sunday. So wacha tusikize na Mungu akubariki sana wakati tunasikiza na kusupport Mama Gift. Niko poa. Uko salama kabisa kama sisi? Niko salama na shukuru. Pale utuambie unaitwa nani, na huku ni wapi na utukaribishe. Nawasalimia nyinyi wote, habari zenu. Mimi ni Mama Gift ama Purity Mugambi, ndio jina yenye yangu ya kuzaliwa. Ninawakaribisha sana. Huku ni Embu. Ni kwa boda ya Embu na Kirinyaga, place inaitwa Kathoge. Tunawakaribisha sana. Ndio. Watu wangetaka kujua Mama Gift ni nani, tunataka kujua ka historia yako kidogo, tujue huku ni nyumbani ama ni Wakomboa hivyo. Okay, huku si nyumbani, mimi ni kama ni mgeni, lakini Jumari unakaa ni kwenyewe ni nyumbani. For now huku ni kwenyewe ni nyumbani, juu ni kwenye niko. Nilikuwa nimekuja huku kazi. Nikaanza kazi, nikaenda kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi, nikafanya for 1 year in 2 months. Then nikapatana na kijana tukapendana. Before tufike hapo, acha kwanza tujue Mama Gift amelelewa wapi, hivyo amesomea wapi? Okay, mimi nimelelewa Tharaka Nithi County, yenye imepakana na Kitui, side za Ukambani. Nikasomea huko. Ile sina wazazi, nimelelewa na my grandmother. My mama alipasingia akinipata, nikabaki mimi na my grandmother on the side ya kina mama. So unaelewa, ukilelewa kwa familia yenye very poor, ukipata nafasi ya mara unaweza ufanye kazi, unaenda tu unajitafutia juu, hauna una familia yenu, hakuna kitu mnaweza jisaidia nayo. So mimi nilitokanga home ndio nikakuja huku, nikaanza kuhaso kazi kidogo kidogo. Till no bado niko huko. Shule ulisoma mpaka wapi? Nilisoma mpaka form 3. Juu fee nayo ilikuwa ni shinda, sikuweza kumanage kufika form 4. Na hapo niko nyewe nikaamua nikuje sasa nirudi na huko. Nianze kutafuta. Ndio nilikuwa na vision ya kwenda kurudi shule. Basi sasa unapata mapato yenyewe unapata, still juu unajua nyumbani ukishatoka nyumbani wanajua Purity yako kazi, anaweza tununulia sabuni, anaweza tumbaya kitu, unapata mapato yenyewe napata ni kidogo. Sababu ya kujaribu kusaidia my grandmother juu anakuanga na ugonjwa fulani, anakuanga diabetic. So lazima nimsaidie kupata hizo ndawa, na still unaona niko town, ni lazima nigeli talent na hizo vitu zote zenye ukiwa town unafaa kujisimamia. Yeah. Na umelelewa ukiwa peke yako ama uko peke yako ama? Kwetu niko peke yangu. Yeah. Na umetembea mpaka hapo ulifika kusoma, umelelewa na nani? Shosho yangu. Yeah. Na maisha ilikuwa aje? Isipokuwa nimesikia umeniambia ulikuwa na challenge pia kusoma. Maisha ilikuwa aje? Maisha ilikuwa ngumu ukimkijua hizo sandi za huko chini, hakunanga sana, hakuna maji, hakuna mvua inanyeshanga wazi. Inaenda segini hata hamna chakula. So maisha ilikuwa rahisi. Alafu huko
like kama wazazi wako hawako karibu, lazima ujitume sana ndio uweze kujigharamia kwa personal vitu zenye unafaa kujifanyia. So nilikuwa naenda vibarua, then naenda shule, nafukuzwa, narudi naenda kama time kuna mvua naenda vibarua hivyo. So venye ulimaliza ulifika ulifika form 3. Venye ulifika form 3 ukakuja huku. Ni nani alikuleta, ni wewe ulijileta ama? Nilitoa kazi na mwalimu alikuwa amekuja kufanya attachment na huko kwetu. Hiyo time nilikuwa nimefukuzwa na nikakuwa nakaa nyumbani. So in the process nikaanza kuuliza kama naweza pata tu kazi yote tu naweza fanya, at least hata kama sitaweza kurudi shule niweze kusaidia shosho yangu juu nilikuwa naona ni mgonjwa, amenisaidia mali nimefika ni yeye amenisaidia. So nikasema hata kama sikusoma acha tu nitafuta kama ni kazi nimsaidie, na kama nitapata nafasi yenye nitaweza kuendelea na masomo nitaendelea tu, of which siku manage but nilimsaidia tu kwenye nilikuwa naweza. Ukafanya huko, alafu ukafanya gani nyingine? Sikufanya kazi mingi. Mimi nilikujanga kuni kazi hoteli. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya tu. Na ilikuwa aje? Ulikuwa unalipwa pesa ngapi? Tulikuwa tunalipwa 250 200 per day kulingana na vile siku imekuwa. Sasa unaona uko town ulipe kukula juu ulikuwa unakula kwako huko unakula kwa hoteli. So unapata per day unaweza bakisha 150. Ukikula ulipe fare juu still nilikuwa natoka tu huku naenda town. So unaona tu hadi from 70 per day. So bado kulikuwa na challenge. Ilikuwa challenge sasa, like ukiangalia maisha ya town unaona ni very expensive. Kupata nyumba town tena ulikuwa unaona pia ni challenge. Utapata nyumba ya ngiri 3, ujiripie maji, ulipie stima, unaona? Unapata still challenge mingi. So I had to seek marine nitaweza kumanage kujiripia rent, kujiripia bills. Vile strain at least nijaribu nibakisha kitu kidogo yenye inaweza saidia nao wazazi nyumbani. Sasa ukafanya kazi hapo ndio ukapata na mtu. Uko kazi tu ama? Nilikuwa kazi tu. Tueleze hapo kidogo. Nikiwa kazi bila nilikujanga kazi then ndio nikapatana na jamaa tukaanza kudate, tukakaa 1 year and 4 months. Tukapendana, like mimi nikaona ni kama ako serious, so nikamwa tunaweza pendana tuone, then ndio in the process tukapendana nikapata ball. Mimi nikaendelea na kazi, sikuacha job, nikaendelea na kazi still 9 months. Still jamaa tulikuwa in good terms, but sasa vile tuliendelea hivyo time ya kupata mtoto ililetanga issue. Kwani kuliendaje? Vile nilipata mtoto vile nilienda sikuwa na shida, sijai kuwa mgonjwa ama nini, but vile niliendanga time ya kupata mtoto ndio niliendanga na hiyo labor nikakaa for 18 hours. Najua vile mtoto kileba for long anachoka, naenda choo anarudi na kunywa hiyo choo. So mtoto wangu after kukunywa hiyo kitu alipatanga kitu inaitangwa meconium exposure, like brain yake ilikosa oxygen. Akikaa sana anakunywa? Akienda choo, akikaa sana kwa tumbo anachokanga. Na saa wengine wanaenda choo then wanarudi wanakunywa hiyo choo. Unaona? The moment ashakunywa hiyo choo anakuanga na kuna shida inampata. So yeye alipatangwa na hiyo nini meconium exposure, though nilienda sasa then akumanage kulia. Akapelekwa NBU, still hakulia, tukakaa 2 months, lakini akaanza kuconverse. Alianza kutweet akiwa 2 days of life. So ilibidi nielezea mtu huyo amekuwa na issue akiwa 2 days. Juu lazima tungeanza check up za hiyo brain, juu alisema sasa hiyo brain is affected, kama sense zake zimeonekana mapema ni kuonyeshana 99.9 ya brain yake imekuwa affected. So hapo ndio jamaa alienda ama? Akaitwa sasa, akaelezewa juu we end to donate brand haende surgery. Juu alizaliwa na pia na hernia, intestine zake zilikuwa zinatokea hapo kwa kitovu. Lakini tukaambiwa lazima angeongezewa damu. So unajua sasa obviously ukiambiwa ukuje udonate damu mtoto ongezewe na si mama, you have to ask kwa nini ni mtoto na si mama. So ndiye alielezea yangu. So kwa na issue donate brand by the way. Hata wenye wananijua hiyo time niliombanga damu but gonde sigundi nikapata. Kuna mtu alijitoleanga akakuja akamdonatea. Then akaenda mtoto akaenda akafanywa CS, the first CS. So after that vile aliambiwa yeye alisema kama mtoto amepata hizo shinda, hizo ni mashinda za kwetu nyumbani.
Saidi ya kwa wananga watoto wenye ni walemavu. Yeah. Wow. So hapo ndio sasa akasema hivyo na akaenda. Yeah, kutoka hapo kushughulikia in anything. Yeah. So sasa alikuacha ama wewe ndio Ni aliniacha. Yeah. Na sasa maybe mostly mambo ya bills, alisikia mambo ya bills ndio ilimshtua sana ama ni tu aliona tu mtoto amekuwa. Venye aliambiwa taarifa ya mtoto ndio ilimfanya nini, ilimshtua juu sasa hapo expect mtoto anaweza kuwa na issue. Yeah. Au kujaribu maybe kuongea na yeye. Nilijaribu, nikajaribu but siku make. Yeah. Wow. Well, and that was when 2024. Wow, pole sana. So after that kulienda aje sasa? Wewe ukasema tu mtoto alikaa huko hawalo. Tulikaa huko for 2 months tukadischarge, then tukatumwa Kenyatta. Tukaenda Kenyatta, tukaenda MRI brain with the contrast and without contrast. Ananiambia 99.9 of the brain is affected. And whatever brain is affected is not reversible. So tukaenda, akona hiyo shida ya kupumua, then tukapewa picha ya roho. Kaonekana still side moja ilikuwa na maji. Ndio sasa wakamfanyia surgery pia. Hiyo open surgery nikakuwa successful, though baadaye kuna veins zilianza kushindwa kufanya. Akaniambia sasa tuendelee na dawa. Tumekuwa tukiendelea na dawa, therapies hizo. Yeah. Then tukambukua surgery ya brain. Yeah. So hii wakati wote nani anasimamia mambo ya bili? Ni wewe peke yako tu? Mimi nimekuwa nikisaidiwa sana na social worker. Cause bili kikuwa kubwa, rafa NHIF, unaona NHIF imekuwa ikifanya. Isipokuwa vile SHA imeingia, kutoka SHA ingie ndio kumekuwa sasa tumekuwa na mashinda like wenye tuko na watoto wako na ama mtu yeyote tu ako na long term condition. Juu SHA 99% itusaidii sisi. Unaenda unaambiwa SHA hapa iwezi kusaidia less ukiwa inpatient. Na unaona NHIF hata ukiwa outpatient bado ilikuwa inakusaidia. So mimi nimehangaika tu side ya bill time kutoka SHA ibadilishwe. Juu hata nikienda NHIF tukikuja ni 500,000 ilikuwa inakulipia. To mostly 500, 600, 700 ilikuwa ina lodge bill yetu. Yeah. Wow. Wow, pole sana. Nasikia mtazamaji, najua kuna wengi pia wamepitia story kama hiyo. Kuna watu hapa najua hata wewe maybe unatazama, maybe uliachwa na mtu wako kwa sababu maybe ulipata mtoto, bibi yako kana complications, ama ulipata akiwa na shida yoyote alipata mtoto wako akiwa na shida yoyote akamwacha. But mimi naambianga mtu asiwahi kufa moyo. Tukiendelea, naweza penda kuenda namba yako hapa kwa sababu najua kuna watu naweza penda kuendelea kurusha kitu hapa as we continue talking, ama tukiendelea kusikiza story yako. Tupe namba yako na majina. Namba yangu ni 0717 573 771. Ita tena 0717 573 771. 771. Na majina italeta nani? Purity Kawira Mugambi ama Purity Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Hizo ndio majina zenye zitatoka ukishatuma pesa, na naweza omba wale ambao wanatazama hapa, wewe ukiwa na shilingi yako, ukiwa na 100 yako, ukiwa na 200 yako, ukiwa na 1,000 yako, 10,000, ile tu Mungu amekusaidia nayo yenye unaona tu utatumia, utasupport Mama Gift nayo. Naomba tu uweze kufanya hivyo, na najua narudianga kila wakati nasema sasa zile umesupport mtu kama huyu ama sasa zile umetoa, hautatoa ati alafu ukose. In fact venye umetoa ndio unaendelea tu kubarikiwa. So hii ni wakati wetu wa kusimama na Mama Gift. Wengine wakikuja Sunday tukiwa at least pia hata kama utakuja bado Sunday unaweza anza hata kurusha kitu yako saa hii mapema, ndio best. Na Mungu atakubariki sana. Hebu rudi namba tena 0717 573 771. 771. Na majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. So after that sasa mlika ukaenda Kenyatta. Tukaenda Kenyatta, nikakaa 2 months, nikadischargewa, nikarudi. Sasa nilikuwa nakaa mostly na chaos sababu singe manage kununua vitu zenye nilikuwa nahitaji, like kununua hizo mitungi, hizo concentrator. Sasa tulikuwa tunaweza toka usiku kama leo, then tunarudi kesho. Unapata oxygen iko chini. So ilifika ngamare nikauliza daktari dhaone wewe wenyewe anaweza msaidia nayo. Then wakaniambia kama unataka mtoto wako usiku unakaa hosi sana, you have to buy the oxygen. So mimi nikaanza kujaribu kuchangisha, nikaanza kuingia online nikijaribu kuongelesha watu. Wamekuwa wakinisaidia by the way.
wacha niseme kutoka nianza kuingia online mali nimefika ni wao wamenishikilia. It could be hard for me cause mimi nilikuwa nakosa hadi chakula. Inabidi narudisha mtoto Osia anaekwa TPN. TPN ni chakula ya mishipa. Hii naikanga watoto wenye wakuli na mdomo. Juu sasa una otherwise saa ingine hii tube nayo. Juu sasa kutoka yako tube huwezi mpea kitu yote unapata. Kuna chakula yenye anafaa kule, nafai kukula vitu zenye ziko na acid. Unaenda unapata hizo vitu zenye ziko na acid, kina marawa, kina nini hizo sukuma, zenye unaweza pata haraka na pesa kidogo yenye uko nao. So unapata tuko na hard time ya kukula kukunywa hivyo. Like mimi sasa nikiwa Ose was very happy. So sasa unaona sita struggle kulipa rent, sita struggle kukula. So tuseme for example saa hii kama hakungekuwa na hizi machine, sasa hivi mtoto angekuwa anakaa. Tungekuwa tumerudi Ose tu. So hata mimi nataka kujua atakaa na hii machine nani gani anatumia mozili zote mbili ama unaona kuna hii na kuna nyingine mtazamaji kama anaona vizuri kuna nyingine iko pale nyuma. So ni gani inatumika? Zote. Kuna hii, kuna hiyo na kuna kingine kako hapo nyuma pia. Kuna kingine kadogo still kako hapo nyuma. Hako kako nyuma kabisa nikakuweka dawa za asthma. Jua na kuanga pia asthmatic. So dawa za asthma hizi huwezi mpea na tube. Jua ziwezi msaidia. Mostly asthma ina affecting airways. Isaidia juu hapa airways. So lazima umweke hapo then umpulizie hiyo hewa ingie kwa mishipa. So hizi pipe zimeingilia hapo kwa mapua mpaka ndani kabisa. Haijaenda bali imeingia tu hapo kwa mapua. Ni hiyo tu ya oxygen. Okay. But chakula na kula vizuri. Chakula tunakuranga na mpira. Venye nimeona ukinini ukimpatia. Kila kitu yake hata maji hakuna kitu anakulanga na mdomo. Pole sana. Endelea tu kutupea namba tena. Sababu mtu anataka kutuma kitu. 07 17 573 771. Na majina ni Purity Mugambi ama Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Yeye jina yake anaitwa Gift ama? Anaitwa Giftana Mwenda. Wow. Sasa babake amewahi piga simu ama maji hata kushughulika? Hajai piga simu. So mimi ndiye nimekuwa nikimpigia simu. Sio saa ingine unajaribu kumuongelesha uone kama hata sikusaidia sinisaidie mimi pesa. Unaona mimi niko sawa. Ajaribu tu kunisaidia kama matibabu ya mtoto hivyo. Kuna dawa zenye anatumianga which they are very expensive. Unapata saa ingine si manage kuzipata na akikosa dawa sasa nakuanga severe. Hata mara tulikuwa tumeimprove kidogo tunarudi neutral. Juu sasa unaona the more like time brain isha affectiwa. Hata wewe ukijua brain ikiwa na shida kila kitu itakuwa abnormal. So ndio kuweza kumtuliza like atulie kama watoto wengine like akue happy kama watoto wengine lazima atumie dawa za kumaintain hiyo nini condition yake. Na sajai respond hata. Ajai respond hata time nilikuwa namtafuta alikuwa anasema yeye ana pesa. Nilikuwa nimeona TikTok watu wakisema Baba Gift anarudi amesikia TikTok anakuja. Hizo ati alikuwa amerudi ama nilikuwa nimesikia watu wamesema hivyo. Okay, hata mimi nilipatana na hiyo clip but nilipostiwa na mtu sijui. Huyo ni jamaa anaitwa Baba Gift lakini ako na mtoto msichana anaitwa Gift. So hata mimi vile nilionanga hizo video nienda nikaangalia then nikajaribu kusearch ni nani huyo. Nikamuona then nikafanya video nikasema huyo mtu hata sijui na akakuja akasema yeye ni Baba Gift lakini wake ni msichana na si huyu. So watu wali confused na huyo. Juu ukienda kusearch Baba Gift ni anakuja. Na sio yeye. Sio yeye, yeye ako na mtoto wake msichana lakini anaitwa Gift. Na pia ako na condition. Nilikuwa na speculate hiyo maneno ati Baba Gift amerudi hajarudi na hata hajapiga simu kusema ati anataka kurudi. So wewe uko hapo hivyo unataka kumsupport Mama Gift, unakuomba uweze kutuma kitu yako kidogo ama ile kitu utapata ile usaidizi yote uko nayo unaweza tumia Mama Gift kupitia hiyo namba ametupatia hapo. Na wale wako pia hapo kwa YouTube tumeiandika hapo chini, wale wako huko kwa Facebook tumeandika hiyo namba hapo chini na ni 07 17 573 771. Na majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Hii sasa pipe atakaa nayo for how long?
Hatujui juu sasa. Sisi tunangojeanga tu one report ya daktari. Juu nimekuwa nikijaribu kuuliza story ya kuona. Juu pia kuona onangi hiyo tube ya kukura na tube, hiyo oxygen. Wakaniambia, "Ndio sasa sisi tumefanywa surgery 7, tulikuwa tunaenda ya 8 hii mwezi." Then nikaambiwa niachane nayo kwanza, ningoje TikTok wakuje watuchangie. Then juu mtoto anaweza kuna possibility ya kuenda India, haende afanywe zote huko non India, shida ikifanywa hiyo nyingine na huko. So nikaachana nazo. Basi sasa daktari waliniambia akisha improve hiyo asthma time itatulia kabisa na hiyo side yake ya low ikishakuwa sawa kabisa. Hata kama siku manage kumrudisha clinic, nilikuwa nimrudisha clinic mwezi, but siku manage kumrudisha juu sasa unaona tambo nienda ya after ya ambulance kutoka hapa kuenda KNH ni 10k. Una hiyo consultation fee nini na nini, so kama una pesa huwezi enda. Still hizi vitu zinakungojea, mtungi you have to refill. Hiyo ya backup, hiyo nyingine inakunywa stima, you have to pay the bill. Like nikaangalia nikaona stame kocha kwanza nikipata do nitarudi tuone kama zilikuwa imebakisha tu, hizo pens zilikuwa zimebakisha kidogo akuwe sawa, then tuachane na hizo ndawa, then tujaribu kustabilize hiyo kupumua yake juu akiwa na asthma still ina affect njia ya kupumua juu anakanga tu akifungana. Yeah. So hizi mitungi una refill? Hii mtungi ni ya kurefill, nyingine ni ya stima. Na sasa ni pesa ngapi hii kurefill sasa? Hii kurefill ni 3500, then 500 ya kubebea. Yeah. Wow. Inakaa 2 weeks. Aje 2 weeks. So lazima mtu akue. So mtu kama ana pesa sasa uweze refill sasa. Uwezi. Wow. Ni challenge gani most mnapitianga ukiwa na mtoto? Challenges ni mingi sana. Unajua sasa kama una like huyo mtoto, kitu ya kwanza ndio at least useme uko stable ni ukue tu financially stable. Juu ndawa lazima atumie. Vitu zake zote hakuna kitu unaweza access bila pesa. Yeah. Na nasikia bado mtungi kubadilisha ni after 2 weeks. Ya mtungi kulifill tutumia ni 2 weeks. Still ndawa zenye natumianga ni 33,500 per month. Sasa unaona siko kazi ni kuomba. Like unapatanga tumekosa dawa juu, unaweza pata tumepata tuseme kama ni 15. Kuna ndawa huwezi pata nusu. You have to buy the full. Unapata kuna zenye tumenunua, kuna zenye hatujanunua. Yeah. Wow. Na bado naona bado ikiwa a very big challenge kwa sababu kama sasa huna kazi na hata ukipatikana huwezi enda kazi, si ndio? Siwezi enda juu niliambiwa kama ni kazi unless ni ajiri nurse. Na kuajiri nurse per day mwenye atakubali pesa kidogo ni 2k. Kama ando naona ni around 60k. So unaona tu ile 2k na mtoto juu kupata kazi kama hiyo utapata wapi? Yeah. Najua Mungu atatenda jambo. Unajua hata TikTokers wakikuja huku mambo itakuwa different, na after hata hii video najua watu watasupport hapa. Unasikia sasa imagine hata ukimpatia kazi haezi enda kazi. Sababu tena hata itabidi ajiri nurse. Unaona kwa ajiri nurse every mwezi at 60,000. Na lazima mtu akue na pesa, na nowadays venye hata pesa ipatikani. Na bado hata kama hata hiyo pesa maybe inaweza patikana, bado kuachia bado nurse, unajua yeye akiwa na yeye ataweza kumwangalia vizuri, unaona? Kuliko kushinda ati ameajiri nurse. So wale watu ambao wanatazama hapo kupitia hiyo namba ambayo tumepewa, endelea kutumia Mama Gift ile support yako ambayo uko nayo hapo, najua Mungu atakubariki. When you give you get. Ukipatiana tu hivi, wale watu wanapeananga juu unajua kuna watu wanakuanga very supportive huku. Ukipatiana tu hivi unajuanga tu venye umepatiana lazima utapata. Lakini ile mkono ambao haitoi haipati pia. So wewe kama umezoea kupeana ndio ukipeana hivyo unapata. So kama uko na 100 yako, si ati nasemanga sio lazima mtu akuwe ati na pesa mingi ati ndio saidie mtu. Hapana, unaweza kuwa hata uko na wewe uko na 100. Leo sema hata utajisacrifice, sema utatumia Mama Gift 50 bob ama hata 20 bob. Wewe uko na 1000, jisacrifice tumia hata kama 500. Wewe uko zenye uko nazo tu unaweza mtumia na anajua atafurahia. So Sunday watu TikTokers wanakuja. Sijui umewakaribisha? Yeah, ninawakaribisha ninyi wote. Mahali tu pale penye mtu wako tu mwenye ataweza kufika, mwenye pia anataka support na paybill ama numbers. Nimekaribishwa sana na Mungu awabariki. Na wafungulie tu milango ya baraka. Mmekuwa tu watu wa baraka kwetu. Kuzingekuwa sio nyinyi sijui tungekuwa wapi. Yeah.
Sijui kama isipokuwa namba kuna umetengeneza maybe kama paybill hivi mtu akitaka kutumia paybill. Tuko na paybill. Sijui kama utapeana. Sijui hiyo fedha. Ukipata utanitumia nitawekea hapo. Yes. Oh, pole gift. Pole. Pole. So wale watu ambao wanatazama waendelee kutuma support kupitia hiyo namba ya Mama Gift. Najua Mungu atakubariki na bado ni challenge kwa sababu hapa wanakaa ni kukomboa, si ndio? Yeah. Na unasema unalipanga nyumba kama pesa ngapi? 3,300. So wewe uko hapo maybe unaweza hata jitolea useme uta support maybe utamlipia rent maybe ya miezi kadhaa before hata TikTokers wakuja. Najua hata TikTokers wakikuja hapa najua by the way atakupata nyumba itakuwa rahisi sana. So watu wa TikTok huyu mama unaona anakaa kwa Kikomboa, at least akikuja mbadilishie maisha, at least asikae sasa kwa Kikomboa. Najua mambo itakuwa sawa. Venye tulifanyia kwa kina Karuma Boy, venye mlisupport kwa kina Karuma Boy, huyu mama hata akisupportiwa hata hivyo hata mimi naweza furahia sana. At least atafutiwe mahali pa kukaa, atafutiwe apate at least pesa, atafute mahali ka shamba ajenge, akuwe na kama mahali anajua halipi rent. Hapo najua anaweza furahia sana. So pole sana Mama Gift. Najua maybe ulikuwa umefika mwisho, but sasa zile unaona utume struggle na mambo hivyo ndio Mungu anakujanga sasa. Yes, so sijui unasikia roho yako aje sasa. Okay, mimi sasa hii wacha niseme nimekuwa nikiambia to God I'm willing kukaa na huyu mtoto but sina support. So nimekuwa nikiomba tu Mungu nikimwambia tu anisaidie nipate tu wenye wanaweza ni support. At least iwe mimi nikikaa na huyu na mtoto at least nakuwa niko relieved. Juu tuseme dawa zimeisha hauna. Hii mpira nayo inakuanga na duration. Tuseme mpira imekatika uibadilishe hauna na mtoto hawezi kula na mdomo. Unapata uko na stress after stress. Lakini nikipata tuseme hivyo nimepata support, mtoto ako na dawa, mtoto mpira ikifika kubadilisha naweza mbadilishia, kumlipia therapy. At least nitakuwa capable kukaa na huyo mtoi na nitakuwa tu sawa. So vile nisikia wanakuja nilifurahia sana kwa nimekuwa tu nikiwaomba tu hata kabla wakuja nimekuwa tu nikiwalilia tu TikTok, wanatununulia chakula, wanatubadilishia tube, wanatununulia dawa, wanatulipia pia rent. Yeah. Wow, na walifichua aje na information mpaka wakasema sasa watakuja. Hata mimi hata nilikujulia bado TikTok. Penye tuliona kwa kina Karuma Boy ndio niliona watu wakisema sasa next naenda kwa Mama Gift, ndio nikakuwa interested kujua huyu Mama Gift ni nani, walikujua aje? Nimekuwa nikiingia live. Nilianzanga na live za wenyewe, unaenda kwa mtu na comment na kupandisha, wengine wanakusikiza. Unaona kama followers. Unaona ukiingia TikTok una followers kufungua kamera, kwingine usaidiki juu watu wanasema una kodi. So kitambo nijulikane I suffered a lot cause kila mtu anataka nifungue kamera na sina kwa nini viewers wenyewe wangenisaidia kufungua kamera. But God came through kupandishwa hivyo napata followers mpaka nikaanza kufungua kamera. So kuna wenye vile waliona ninaingia live walianza kuingia live wanashare kwa watu wengine hata wenye platform kubwa hivyo. At least hapo sasa ni kwenyewe nilianza kujulikana hivyo kidogo. Yeah. Wow. May God bless you nyinyi wote ambao mnapandishanga watu huko. Kuna watu naonanga pia wengi sana wakisupport huko watu. Kama mtu anaitwa Vikinalia mnamjua? Unajua kuna msichana anaitwa Vikinalia hata naye naonanga akisupport watu sana. Akiona mtu ako na shida hapo kwa TikTok anakuja anampandisha hapo. May God bless you nyinyi wote. Na wale ambao watu wanashikilianga watu wengine. May God bless you. Wale watu wanatumanga hata wewe ulituma Mama Gift at least ajulikane. May God bless you. Hata Mungu hataikusahau. So Mama Gift Sunday tutakuja na watu watakuja wengi sana na sijui kuna watu wajui njia vizuri by the way unaweza wa explainia. Kuna mtu maybe amekujua hata leo amesikia story na anataka pia kukujulisha na TikTokers siku ya Sunday. Sijui utawaelezea direction hadi wapi? Okay, juu event itakuwa hapa mahali tuko. Watu watakuja tu wenye wanatoka side za Nairobi watakuja mpaka Embu town wapite. Wende mpaka Embu Level 5 Hospital. Akiwa Embu Level 5 Hospital aulize njia inaendanga Koimogo. Koimogo. Akiingilia hapo usiende mahali. Ende na hiyo njia straight. Utaenda tu utatokea mahali utapata kumeandikwa Jungiri Showground iko kwa njia na kuna board iko kwa barabara. Jungiri Showground. Jungiri Showground. Jungiri Showground. Okay. Aha, hapo ndio event itakuwa from saa ngapi? Event itaanza kutoka saa 2. Juu sasa
kabla wao watoke Nairobi na fasa tuende tuwatengenezeange kama ni mahali watakaa hivyo juu tuko karibu. Yeah, so kutoka saa 2 mmekaribishwa na Mungu tu awalinde. Mimi naombea tu Mungu awalinde juu unaona vile accident zinafanyika. Sengine tunapanga vitu, najua tunapanganga vitu lakini kitambuyo kitu kamiliki na kuanga ni neema ya God. So kwamba tu Mungu hivyo tumepanga, God atushikilie na awalinde, na pia kuna wengine wana struggle kupata kazi, kupata kitu wataweza kufika nayo huko. So naombea wote God wafungulie milango. Wasiwahi kosa cause they have been supportive to us. Na pia wote watakuwa wanahitaji pia wa Mungu awakumbuke. Baadhi amesema kitu ya maana sana. So Mungu tukikuja kwa barabara baadhi tukuje vizuri. Kutoka tena kwa kina Karuma. Tuliona kwa kina Karuma kuna mtu wa Nduthi alikufia kwa barabara. Tukaenda tena huko JCM, mtu akagua na pikipiki bado, wengine wakaumia, kuna mwingine bado alikuwa akufa wanauku Makoyo alikuwa anazikwa juzi. So watu unajua watu wa Nduthi culture they are very supportive na watakuwa hiyo siku. Naomba tu tukuje tu vizuri, tutubia barabara vizuri, tusikuje kupata ajali by the way because it is very bad. Mtu amejitolea amekuja kusupport after unapatane na ajali. Tukuje tu polepole tu na tutafika, na may God bless you. Watu wa Nduthi culture, nyinyi mnanifurahisha sana. Hakuna mahali naenanga na wakosa. Sasa nilisikia tena mkisema huku msafara ya TikTokers ni nyinyi mtakuwa mmeongoza. May God bless you. Na tuna Mama Gift anawagojea na mmesikia direction. So Sunday nimesikia wengine, hata kuna wengine wanani inbox wananiambia Parkson usikoje kukuja Roysambu Sunday asubuhi nitakuwa hapo Roysambu. Watu wa Nduthi culture nadhani wanapatana hapo Roysambu. Wao wengine sijui wanapatana wapi, tutaelezewa. So wale watu wanakuja kwa Mama Gift, watu wa Embu tunakuja kwenyu. Huku ni Embu County, na hata nyinyi tunaomba wenye wako huku Embu tu hiyo siku, kwa sababu wageni wanakuja kutoka different parts na Mama Gift ni mmoja wenyu. Ni vizuri hata nyinyi mkue wa kwanza mmefika huku, ndio tukifika at least hata nyinyi mkue huku. May God bless you. Hata wewe Mungu akubariki mwenye utaendelea kusupport Mama Gift before hata Sunday ifike, na wewe unajipanga hata kukuja Sunday kusupport Mama Gift. May God bless you na usiwahi kosa. Mama Gift ni nini watu wajui about you, na unaweza tataka maybe wajue kama nini? Anything that watu wajui about Mama Gift na unaweza tataka maybe wajue. Hani kama kuna kitu wajui, 99% wananijua kupitia TikTok. Na wamekuwa akiniuliza maswali na personal issues. So Yes. I've been analyzing my life from 0 to where I am. Ndio. Yeah. Mama Gift akisema atarudi, utakubali arudi? Siwezi kubali juu haina maana niache wakati na kuhitaji, wakati nimesaidika unataka kurudi. That is like ni kama tu kusema ninataka tu kujirudisha kwa shida. Juu huwezi jua huyu mtu aliondoka kwa intention gani. Kupata mtoto wako na issue si kitu ya kufanya uende. Tunafaa tu struggle. Kama ni hiyo TikTok tunaingianga kuomba, tunaingia wote tunawaambia sisi ni couples, but tuko na mtoto wako na issue na tumeshindwa kumfikisha mahali fulani, tusaidieni. So it was not the best option kwamba mtoto wako na issue anze kunibrame nisaidia kwetu. Kuna wenye hata walizaliwa they were very healthy wakati walizaliwa. Wengine wakapata na accident, wengine wakaparalyze, wanaenda na wheelchair. Siezi walizaliwa wakiwa hivyo. Yeah. So that was not the best option, and because I chose to stick with my baby, siezi mrudisha. Juu still the baby will suffer. Tuseme nimemrudisha TikTok imekuja imenichangia. Sijui intention yake, mbona hakuwa anarudi kama TikTok au amenikuja kunichangia. Ikuwa na target ya kuja tutumie pesa ishe tena aende. Nitakuja kuambia nini? Si tuseme nitibie mtoto na hiyo pesa ikisha nikuja niliwaambia. Pesa yenye mlini support nayo nilitumia hivi na hivi ikaisha. Lakini nikikuja muone nimerudisha babake na pesa imeisha. Si mtaniambia tu babake amsaidie. Yeah, na si ati mnakuja juu yangu, mnakuja juu ya mtoto. So first priority ni mtoto. Yeah. Kweli. So Mungu akubariki, na najua mambo itakuwa sawa. Najua utateseka tena sasa kwa sababu watu najua wataendelea kusupport hapa, na after TikTokers wamekuja najua mambo itakuwa sawa. So TikTokers, Mungu awabariki kwa hivyo mliamua kusupport watu. By the way, najua tena tukitoka Mama Gift tunaenda kwingine na kwingine, na hiyo njia mmechukua. May God bless you, kwa sababu najua kuna watu wengi watasaidika sana. Mimi wacha niwaambie watu kuna watu wako na shida wengi by the way. Hata hapa simu napigiana karibu kila siku. Mtu ananiambia Parkson, mtoto wangu wako
mtoto wangu anafaa kwenda India, mwingine anafaa kwenda wapi, mwingine ako na shida ya kidney, mwingine ako mpaka nashindwa hata mimi nitafanya aje kwa sababu watu wako na shida. Mimi wacha nikwambie wewe, kama uko hapo hivyo boy, hata nipigia simu, maybe hata sijai kuja kwako bado, nimekuweka pending, kuna sababu kuna watu wengi nimeweka pending hapa. Usijali, siku yako itafika tu na nitakuja. Ni vile unapatanga sasa watu ni wengi, hata unashindwa sasa ni wapi utaenda, ni hivyo. So but bahali tunapata, tunasaidia, tena tunaenda next. So tulia tu hivyo, siku yako itafika. Penye mama Gift imefika, hata wewe itafika. Unaona mama Gift hata yeye struggle sana, na hata wewe najua umestruggle sana, na najua hata hapa kuna watu pia wa Paxson TV tumesupport wengi sana by the way. Wanaweza kuambia hata wao maybe hawakuniambia maybe na siku ya kwanza nikakuja. Ni vile tunaendanga tu tukikwambia goja mpaka siku yenye ya Mungu, siku yenye Mungu anataka tukuje ifike, na ikifika hata hakuna mtu anaweza sema no. So mama Gift, umetomea by the way, mtoto anafaa anaenda India ndio uliambiwa, sio? Yeah, niliambiwa anaenda India, but sisi tulikuwa tunajua anafaa kwenda kutolewa cyst ya brain nyingine huko. So after kwanza kusema hizo issue za kwenda kurudi huko, wakaniambia juu pastor alisema naenda India, naweza ngojea maybe anaweza tibiwa atakuwa anaweza mfanya. So ndio nika cancel sasa, na ngojea event kipita, then we have communication na pastor, then we know what the next. Okay. Yeah. Oh, pastor gani? Pastor Ben. Oh, Pastor Ben. Wa JCM, yeah. Okay. So akienda India akitengeneza atakuwa akitumia hizi. Kuna possibility ya kuimprove side ya kukula, kuna possibility ya hiyo brain akitolewa, waliniambia wanaweza muimplant, niliambiwa wanaweza implant wa macho. Juaoni wanaweza, kama nitapata pesa yenyewe naweza mnunulia macho ya kuimplant. Yeah. Oh, ya aonangi? Aonangi. Hata kidogo? Hata kidogo aonangi. Oh. So akona shida ya kutoona na nini gani nyingine? Aonangi, akona hiyo issue ya rosa, hiyo side moja. Still akona condition ya gastro, that is ndio maana nakula na mishipa na tubes, like njia yake ya chakula na alizaliwa kama imeshikana. So akikiwa kitu na side ya mdomo inaenda side ya lungs. Vile unakula chakula inaenda kwa tumbo yake inaenda side ya lungs na block. Yeah. Still alikuwa na hernia. Sana hizo conversions hivyo. Na hiyo asthmatic. Sawa. Najua hata kusupport, na najua ataenda India na atatengenezwa na mambo itakuwa sawa. Asante sana, nimefurahia hata kukuja huku kanikaribisha. Na Sunday pia tutakuja na tutakuwa pamoja. Sijui utasema nini neno la mwisho tukimalizia. Na pia uambie tu watu pia wakufollow huko, uambie wape namba yako tena, uambie unajitaji social media zingine hivyo. Okay, mimi kenye ningeambia watu pia tukisupportiana tuombeane. Sometimes pesa iweze nunua uhai. Unaweza kuwa na a lot of money. Kuna watu pia wako na pesa and they are struggling with the different issues. So tuombeane, let's support each other. Kama God amekuwezesha in one way, unaweza saidia mtu, msaidie. You never know what your tomorrow holds. Still, wakati unasaidia mtu, msaidie na roho moja. Usisaidie mtu, unajua unaweza kuja tuseme hivyo umekuja, munisupport. After kunisupport, msikie mama Gift amenunuliwa kakitu. Ni kama unaanza kusema Eddie hata singemsaidia, kumbe amekuwa na pesa kuniliko. Ujue Mungu hawezi kubariki. Ukipeana hata maandiko imesema kenye hii mkono imeshika ingine isijue. So saidia mtu na roho moja. Ndio hata wewe one day one time hakuna mtu anakuangi na desires of the heart. Kuna hiyo kitu nalilianga God. Inaweza kuwa hiyo gift bob yenye utakuja saidia nayo gift ndio itakutetea kwa Mungu siku utakuwa unahitaji. So tushikiriane, saidia mtu na roho moja na still tuombeane. That is the only thing yenye naweza waambia. Juu shetani siku hizi ameinuka na with so many ways. Tunaona mnaweza kama hivyo mnashikana mnaenda kusaidia, mnapata kuna accident, kuna maiti. Hiyo si mipango yenu, mlitoka muende na mrudi, unaona? So everything you do, weka God mbele, tuweke Mungu mbele. Sisi tukishafanya yetu, ingine tunadedicate kwa God. Yeah. Haya, bado serikali pia ningependa uiambie kitu kwa sababu nimesikia ukisema sha by the pande yenyu haiangalia. Ni vizuri kusema ukweli, kama pasha ifanye hiyo pande, sijui utaambiaje. Okay, mimi serikali ni am one of watu wenye wamezunguka. Mimi nishawahienda mpaka kwa children's. Sama hata wa Nairobi wengine wananijua juu nilikuwa imefika mpaka huko Nairobi. Nikaenda kwa hizo ofisi za watoto. Nikamwambia mimi nataka kupeana mtoto, then niende niaso, like kuna hii barua wanaandikiananga, nikupee mtoto kae na yeye, but nikikuja nikimhitaji utanipea. So mimi nilikuwa naenda kutafuta hiyo barua. Nikaenda nikakonectwa mpaka na ofisi za Nairobi, but baadaye waliniambia hata kama wanachukuanga mtoto, wawezi chukua mtoto kama huyu.
ako na lot of accommodation na hizi kana watoto wengine wenye watu wanasema wako na issue. Unapata wenye wanachukua wengine wanatembea, wengine wanamwaga mate, wengine hivi. Lakini watoto wanaweza jifanyia kitu 1 2 3 but ni ile hawezi fanya kila kitu. Wengine ni wale tu epilepsy wenye wanaanguka, wengine vichwa ziko mbaya, anaweza kimbia like watoto kama hao. So aliniambia mimi huyu vile ako na condition hizo zote, huyu anataka unless wewe ndio umpeane osiro safi. Sasa unaona siko nataka kumpeana osi juu ukimpeana osi unaona utapewa. So I was like niende huko kwenye unaweza peana then urudishiwe. So serikali wanaweza tusaidia in one way or another. Kitu ya kwanza kama wanaweza tusaidia medication ya watoto kama hawa ipatikane, hata kama ni on disability kandi yenye wanasemanga tutachukua then watusaidie nayo. Unaona? Lakini saa hii ukienda kila ofisi wanakuambia, mimi nimeenda ofisi mingi sana za disabilities za watoto, wananiambia hakuna pesa. So serikali kama mnaweza tusaidia in one way or another, tusaidieni matibabu ya watoto. Na pia kama kuna pesa yenye wanaweza kuwa wanapewa juu mostly watu wenye wako na watoto kama hawawezangi kuenda job, unawapeleka daycare wanakataliwa. Sasa hiyo kuna tuseme kama kuna mwingine ako na mtoto kama huyu na ako na mwingine mwenye ako sawa, still anamdefend, unaona. So unaweza kwa hiyo boost yenye atapata kwa huyu mwenye ako na issue, hata kikaa na yeye anaweza eka biashara kidogo aweze kujiendeleza na hiyo side nyingine kulia huyu mwingine. Yeah. So serikali muangalie watoto kama wengine wanakufanga, I'm sorry to say that, but some hao watoto wanakufanga juu ya kukosa pesa. Juu mtoto tuseme akikosa dawa 2 months atakufa tu. They always survive na hizo dawa zenye wanatumianga. Mwingine ameandikwa tuseme kama ni surgery, mwingine ameandikiwa tuseme kama hizo oxygen na hana pesa. Unapata amekubali tu mtoto aende, lakini yeye mwenyewe alikuwa na get out kwa na huyo mtoto. So let them consider watoto kama au watu wengine vile wanasaidianga watu wengine. Yeah. Sawa. Serikali ifanye jambo ndio at least mtu imagine mimi nashiranganga ukienda nchi zingine watu wa struggle hivi wale wako huko nchi zingine si ni ukweli ya struggle kama sisi hapa kila siku sisi watu wamekatwa kila kitu, hata ukinunua maziwa ukinunua nini bado hata unashindwa useme nini. Yani Kenya hakuna kitu tunafanya nowadays na pesa hivi ukose kunini juu ni kufinyira by the unapata vitu they are overtaxed. Hatuna shida na kuovertaxiwa, but tukiovertaxiwa si at least hiyo pesa tuone mahali inaenda. Kama ni hospitali watu hata wataki atumwape chakula nyingi kama serikali. Watu wanataka vitu kama hospitali muangalie, vitu kama ni mambo na shule muangalie. Yani mambo mwananchi vitu zisikue expensive hata akienda kununua kwa duka ama ile mambo anafanya, at least arahisishwe mambo ndio maisha iendelee kuendelea vizuri. So hivyo ndivyo mambo ilivyo. Huyu anaitwa Mama Gift na karibuni sana, mmekaribishwa. On Sunday tutakuwa hapa. May God bless you nyinyi wote mmejipanga kukuja, na tupe your social media handles na pia utupe namba yako tena kwa mtu ambaye anataka kutuma kitu. Okay. Mi TikTok najitanga Mama Gift. FB najitanga still Mama Gift. Yeah. Okay, namba ya Facebook huko? Yeah, Facebook niko. Ukisearch Mama Gift utaniona. Nimeweka picha ya gift akikula tu utaniona. Okay. Yeah. Atupe hiyo namba yako tena. 0717 573 771. Rudia tena. 0717 573 771. 771. Yeah. Na majina ni Purity Kawira Mugambi. Purity Kawira Mugambi. Thank you very much. Asanteni sana kwa wale ambao wamekuwa kitazama. Tumekuwa na Chuma Moto TV. Asanteni sana wale wamekuwa kitazama kwa Chuma Moto TV. Tumieni Mama Gift kitu. Wale kwa Kikuyu Star TV. Tumieni Mama Gift kitu na Mungu najua atabariki. Wale wako kwa Paxson TV, may God bless you. Na umepata namba na majina, tumieni Mama Gift kitu na najua atafurahia. Neno la mwisho tu utasema nini tukimaliza? Okay, neno la mwisho naweza sema ni washukuru sana. Pia nyinyi kutoka kwenye mmekuja mkuje story yetu. Jinsi nyingine unaweza kuwa kuna kitu unaweza ongea watu wakusaidie but hauna njia yenye unaweza pata ya usaidizi. So may God bless you. Nimeshukuru sana kwa kuja. And najua God send different test helpers to reach you. Najua pia kupitia nyinyi God atafanya njia na maybe Mbebe Gift atasaidika. Ndio. Yeah. Sawa.
Thank you very much. Hugo niguo maundu makihana mwiroreri wikuria gwothe urakorwo ukirorera na kuria gwothe ukiri ngigamu akurathime muthenya wa Sunday ni tariki 26 niguo tugakorwo tuguku kwa Mama Gift na ni mwakeretherwo direction koguo we urathagathaga kwa muthenya ucio karibu sana na Ngai wa muoyo akurathime ni undu wa nginya gubanga guka na guka kunyitira Mama Gift we kuraihu na ndukahota guka na werorera video no muthi ari muthenya wa Sunday kana o muthenya uri urakorwo ukirorera video no wikirie kindu hau guo na Ngai wa muoyo egukurathima hindi wa heana Mama Gift egutura kuhoyagira tariu na ni njui ni ambiti thaisi kumuhoera kauga mwathani turathima andu acio ni undu wa kunjiciria koguo weri wikirie kindu hau guo urathimanĩrio hamwe na aria makirathimwo handu-ini ha Paxson TV mo kundu kikene ta Embu County ni njitagwo Paxson Chege wa Gunya.